Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu mpenzi mtazamaji wa channel ya Nurdin Media. Tukiwa katika mwendelezo wa madarasa yetu katika kipindi hichi cha mwezi wa Ramadhani, basi inshallah tutafahamishana mambo mbalimbali ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani. Katika darasa letu la leo inshallah tutakwenda kujifunza mambo ambayo hayaharibu saumu ya mja. Yaani unapokuwa umefunga, kuna mambo fulani ambayo ukiyafanya unahisi kwamba saumu yako imeharibika, lakini inakuwa haiharibika. Basi katika darasa letu la leo tunajifunza mambo ambayo hayaharibu funga yako. Moja ya vitu ambavyo huwa vinatia wasiwasi katika mwezi wa Ramadhani ni pale mtu anapokuwa ameamka ana janaba. Sawa, mtu anapokuwa ameamka na janaba, basi ni katika hali ambayo mtu anampelekea kujihisi kama kwamba amekosa saumu. Lakini tukiangalia hapa mambo ambayo hayaharibu saumu, mfano kuamka na janaba hakufunguzi, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati mwingine alikuwa anaamka na janaba. Aisha radhiallahu anha ameeleza kuwa alfajir iliingia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika janaba, kisha alioga na akaendelea na saumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja aliamka akiwa ni mwenye janaba kabla ya alfajir, yani kabla hajaswali salatul fajr. Yani hadithi hii inatufundisha kwamba mtu atakapoamka, mfano mtu atakapokuwa ameamka ana janaba, sawa, ana janaba, basi aendelee kufunga, lakini aoge kwanza. Baada ya kuoga, basi aendelee na kufunga. Aoge, baada ya kuoga aswali salatul subuhi na kisha aendelee na kufunga. Kwa hiyo janaba haisababishi mtu kuharibikiwa na saumu yake. Kwa hiyo mtu atakapokuwa na janaba, basi asiwe na wasiwasi, anaweza kaoga na baada ya kuoga kaendelea na saumu yake, imradi tu hiyo janaba hiyo ameioga wakati ambao swala ya subuhi, swala ya fajiri bado hajaisali. Yani wakati ule wa mtu umefika ajizuilie kunako kula na kunywa. Lakini kadhalika hali kadhalika mwenye hedhi au nifasi kwa mwanamke ambaye damu yake ilikoma kabla ya alfajiri, akiamka atafunga hata kama atakuwa hajaoga. Yani mwanamke atakapokuwa hedhi yake imekoma au nifasi kabla ya alfajiri, kabla ya swala ya alfajiri, basi naye pia ataendelea na kufunga. Basi ndugu zangu, ni katika haya machache niliyoyaeleza, wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.